ENF wako CKC. CKC waje mbele. March pass. CKC. CKC. Tunatoka Kirinyaga Station, kutoka Kirinyaga County, pale ambapo tuna grow nini? Mpenzi mtazamaji ambaye unajiunga nasi kwa wakati huu, karibu sana katika kongamano la Master Guides mwaka huu wa 2026 hapa katika campsite ya SDA, East Kenya Union Conference. Na hapa tupo, unapotazama nyuma yangu ni Master Guides ambao wanazidi kuwasili kutoka sehemu tofauti za nchi hii, na ambao wamekuja hapa kwa shughuli tofauti. Tutazidi kupasha yale ambayo yanajiri, shughuli ambazo wameweza kujia hapa uweze kujua ni nini na haswa manufaa yake ni yepi. Kwa wakati huu wanaowasili wametoka sehemu tofauti ya nchi hii, na kuna wengine ambao hawajaweza kuwasili watazidi kuja, na kuna wale ambao walikwisha kuwasili hapo kabla. Mimi naitwa Sidney Kerubo Nyambane, natoka Kisii, South Kenya Conference, staff at GK Prisons Church Station, Kisii Central. Hebu tueleze nini ambacho kimekuvutia kuja katika sehemu hii? Kitu kimenivutia kuja hapa hata wanyama. We pray that you guide us through this, and that will be the speakers one after the other, and from what they'll be speaking will not be seeing them but your glory. May our coming here, may our hearing your word draw us closer to thee than before. We pray in Jesus' name. 110 nyimbo za Kristo. Mlango
ajabu uliachwa wazi kwangu, wazi wazi kwangu, mlango ukawazi, watu waokolewe, maskini na matajiri, mama taifa yote, mlango wazi ajabu uliachwa wazi kwangu, wazi wazi kwangu, msaada mlango wazi wafikika za mwendo, msalaba ukubali, amana ya upendo, mlango wazi ajabu uliachwa wazi kwangu, wazi wazi kwangu, msalaba tutabeba daima na furaha, pendo wa Yesu shinda, tuna inama kwake, mlango wazi ajabu uliachwa wazi kwangu, wazi wazi kwangu. God is good all the time, and that is nature. Wow. First and foremost, we have to thank our Father for bringing us back from our lunches for the afternoon sessions. Before I usher in Pastor Kiengi Kadurima for a session, ningependa tukaweze kuomba jinsi tulivyo. Tuamini na tuombe. Uimidiwe milele na milele, Mungu uishie mbinguni. Mchana wa leo Baba, tunakuja mbeleni mwako jinsi tulivyo. Unajua sisi ni wanyonge, ni wadhaifu kwa kila njia. Mfalme, mbeleni mwako tunajisalimisha, ukaweze kutusamea na ukatutakase. Tunakushukuru kwa ajili ya uzima na uhai ambao umetukirimia, mfalme wa ajabu. Tunakushukuru kwa ajili ya ulinzi, mfalme wa ajabu, umeweza kutupa tangu tulipoingia katika hivi viwanja. Mchana wa leo ninapoenda kumkaribisha mnenaji Pastor Kiengi mbeleni mwa watoto wako, Baba, tunakuomba Roho wako Mtakatifu akaweze kutamalaki katika hivi viwanja. Na ndiposa Baba, na maneno ambayo anaenda kuyanena yakaweze kupata mahali pazuri katika mioyo yetu. Kwa wakati huu wacha uimidiwe milele na milele, kwa maana tumeomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo ambaye ni mkombozi wetu. Kwa wakati huu naenda kumkaribisha mnenaji Pastor Kiengi Kadurima akaweze kutuchukua kipindi cha majadiliano juu ya hivi viwanja.
Ni wangapi pamoja na mimi wananisaidia kumkaribisha? Pastor, umeweza kukaribishwa. Karibuni. Wapendwa katika Kristo, Bwana asifiwe. Mungu ni mwema. Tunashukuru sana kwa sababu ya wema wake. Adhuhuri ya leo nimesimama kufanya kipindi ambacho tunataka tukifanye kwa pamoja kuhusu the future ama hatma ya uwanja huu. Kwa hivyo kipindi ambacho tunakifanya inaitwa the future of this land, the future of this place, ama hatma ya mahala hapa. Naomba tuweze kusoma tu mstari. Nitasoma mafungu mawili ama nisome moja. Kumbukumbu la Torati sura ya 11 na mstari wa 24. Mmoja anaweza kutusomea? The Bible says, wherever you set your feet, the land will be yours. Your frontiers will stretch from the wilderness in the south of Lebanon, in the north, and from the Euphrates River in the east of the Mediterranean Sea in the west. Okay, asante sana. Wapendwa, haya ni maneno ambayo Musa aliambiwa na Mungu, ya kwamba mahali ambapo mtakanyanga patakuwa nchi yenu. Na hii nchi yenu itatoka kutoka jangwani mpaka mtoni. Kuna upande wa magharibi na upande wa mashariki. Nchi hiyo nitawapa nyinyi pamoja na watoto wenu. Na katika East Kenya Union Conference tunapolisoma fungu hili likatimia wakati ambapo tulipata shamba hili mwaka wa 2021. Na pakawa ni mahali ambapo tunaweza kufanya mikutano ya idara ya vijana. Kama mlivyosikia masaa ya asubuhi, tuna hekari 135 ambazo tunazo katika eneo hili. Na ninaamini ya kwamba ni mahala ambapo Mungu ametupa tuweze kufanya shughuli ambayo ni ya kukuza jina lake na kuendeleza idara ya vijana na pia union yetu kwa ujumla. Mnakumbuka kwamba tulipokuja hapa na Kampori 2022 kulikuwa na kichaka, mkafieka, tukatengeneza barabara, tukaweka stima, tukaweka maji, na ikawa ni mahali ambapo watu na watoto wanaweza kukaa. Na ni jambo ambalo Mungu alikuwa amefunulia viongozi wetu, ni ndoto. What I'm just explaining is a dream that we can have a land in Masai Mara where we can develop as a department, as a ministry, to the benefit of the church and the youth generation that we are leading in the church. And therefore tumerudi baada ya miaka kama 5 kuweza kukanyanga nchi ambayo Mungu ametupa. Kama hamuna habari, mto ambao umetajwa uko hapa mbele. Kama hujafika mtoni au hujafika mwisho wa shamba. Unajua jina ambalo limeandikwa katika Biblia ndilo jina la mto ambao walikuwa nao. Lakini hata sisi tuna mto uko hapa mwisho wa shamba. Na upande huu shamba letu limeanza jangwani. Jangwani ni mahali ya kumei kitu, mahali hakuna kitu. Jangwa yetu ni barabara ya lami.
kuna kitu kinaweza mea hapo. So kutoka hiyo jangwa ya Lami, ni kwa vile jangwa yetu ni nyeusi, kutoka jangwa yetu ya Lami kufika mto wetu ambao ni Euphrates kwenda kaskazini na kusini, Mungu ametupa ili tuweze kuendelea, na tukafikiria na viongozi wetu, na nashukuru kwa sababu ya support ambayo tuko nayo ya kiongozi wetu Dr. Samuel Makori, ya kwamba tunaweza kuja kama master guides. Na uzuri wa master guides, we have all the professions in here. Hapa kuna maengineer, hapa kuna architects, hapa kuna designers, hapa kuna contractors, hapa kuna wataalamu wa stima na utaalamu, kuna watu wa landscaping, kuna wataalamu wa michezo, tuna wataalamu wote katika master guide department. And therefore tumekuja tuweze kuona jinsi ambavyo tutaendelea kutumia uwanja huu. Wapendwa, ninaona ama ninaota ya kwamba miaka michache ijayo tutakuwa na barabara ambazo zimetengenezwa vizuri, barabara ambazo zina nuru, barabara ambazo ni nzuri za kutumia. Miaka michache ijayo katika nchi ambayo Mungu ametupa, tunaweza kuwa na campsites to the international standards. Tunaweza kuwa na uwanja ambao vijana wanaweza kuchezea. Mara nyingi wale ambao hamuna habari, vijana wetu, especially ambassadors and young adults, and I know some of you, nyinyi ni mashabiki wa mpira. Ni kwa vile zile timu mna support si Gor Mahia na AFC. Of course I'm supporting Kenya Breweries kwa sababu mnasema wanatengeneza. Sasa badala ya kusupport timu zetu, mumeanza kwenda Uingereza kusupport Man U, Chelsea, Liverpool, Southampton, Arsenal, Bolton Wanderers. Si ya kwamba ninajua, ni vijana huwa wananiambia. Na sasa tunataka tuunde uwanja ambao vijana wakiwa na mechi tunaweza tengeneza Arsenal na Man U ya hapa. Tunaweza kuwa na timu ya volleyball nzuri sana hapa. Tunaweza kuwa na mahali ambapo watu wanaweza kucheza basketball katika uwanja huu. Tunaweza kuwa na cottages ambazo wazungu wakija kuona wanyama wakivuka. Wapendwa, Bwana asifiwe. Unajua hata wakivuka nyinyi hamuendangi kuona, mulizoea, hamuna shida nao, lakini tourists from very far come to see them. What of if we had cottages here? Tuna nyumba ambazo zimejengwa katika eneo fulani la shamba hili. Wakija kuona wanyama hao, wanakaa hapa, wanajipikia, wanaondoka, wanaenda kuona wanyama, jioni wanarudi kulala kwetu. Na kulala kwao na kukaa kwao tunapata fedha na pesa ambazo tutazitumia katika evangelism. Tuweze kuwa na fedha, a source of income that we can have instruments that we need as a department. Tuweze kuwa na vifaa ambavyo vinafaa, tuweze kuwa na barabara nzuri. Kuna barabara ilikuwa hapa zamani, majina yaliondoka, lakini kulikuwa na Pastor Chepkuoni Way. Kuna ingine kibao niliona siku nyingine kilikuwa kinaitwa Pastor Mureya. Kuna barabara ilikuwa inaitwa Mureya mahali fulani. Kuna ingine ilikuwa na jina la Pastor Paul Mageto. Lakini majina haya yanafutika. Tunahitaji tuwe na barabara nzuri, mahali ambapo stress za familia zikiwa nyingi,
mnatoka mnakuja kupumzika hapa kwa wiki moja ama weekendi moja. Stress za kazi zikiwa nyingi, especially wale ambao ni walimu. Walimu tunawatarajia muje April na August na December, maana mna holiday. Wale wengine wanapong'ang'ana na kazi, unatoka shule unakuja kupumzika hapa. Hata unaweza kuleta wanafunzi ukae nao wiki moja at the benefit of the church. And I know as a master guides we can. As master guides we can give cash, we can make donations, we can contribute ideas, ili unapopita hapa utakuwa unasema ya kwamba mahala hapa ni petu. Wapendwa, ndilo jambo ambalo Mungu alimwambia Musa. Na kwa sababu wakati huo Mungu alimwambia mchungaji Chepkuoni. Sasa mimi linalonifaa I think ni lile liko kwa Yoshua. Hebu soma Yoshua 1:3. I think ndilo linanifaa mimi. Maana mimi ni baanda ya Musa. Biblia inasema I promise you what I promised Moses. Yes. Everywhere you go, you will be on land I have given you. Asante sana. Biblia inasema ya kwamba kama nilivyomwahidi Musa, ndilo jambo ambalo ninakuahidi, ya kwamba mahali ambapo mtaenda patakuwa penu. Wapendwa, tumekuja kushauriana katika hekima mlio nayo, katika ujuzi mlio nao, tuone jinsi ambavyo tutaendeleza uwanja huu na sehemu hii kwa utukufu wa jina la Mungu. Amen. Pesa ambazo zinahitajika na idara ya evangelism kwenda kuhubiri unentered places zinaweza kuwa zikitoka hapa. Tunapotaka kutuma vijana kwenda kuhubiri sehemu nyingine, pesa inaweza kuwa ikitoka hapa. Na ndio sababu tumekuja pamoja na mafundisho mengine tuweze kufikiria, tuweze kutoa mawazo yetu. Kila mmoja ana mawazo yake, maana sisi wote ni wenye nchi. Tuweze kupanga, wale ambao ni wataalamu tujue jinsi ambavyo tutatengeneza. Tuweze kujenga ukuta, we can have a perimeter wall, ili tuweze kuwa safe kutokana na wanyama ambao wanapenda kututembelea na hatari zinginezo, na tukae hapa kwa amani na kwa utukufu wa jina la Mungu. Amen. Wapendwa, ndilo jambo ambalo nimeleta kwenu ili tuweze kulitafakari. Na kwa sababu si mimi peke yangu, sifikiri peke yangu, ninapofikiria ninauliza ushauri wa kiongozi wangu Mchungaji Makori. Ninashare wazo hilo na viongozi wenzangu. That's why we have all the departmentals here from East Kenya Union. Kwa sababu tunataka tusaidiane, East Kenya iweze kuinuka na idara ya vijana iweze kuwa ndio ina feed idara zingine. Kama kiongozi alivyosema ya kwamba tulipendelewa sana mwaka uliopita, viongozi wengi wa vijana, na hata East Nairobi nilienda kabla ya uchaguzi wao, and nikaenda kuinvest master guides. It was one day before their session, na nilipoenda tukainvest so many master guides, and among the master guides we invested more than 10 pastors. And when we invested them, nikaambia master guides wengine ambao tulikuwa nao, watch these pastors. These that have decided to work in partnership with the youth department are going far. And lo and behold, the next day nikasikia wale ambao tuliinvest kama master guides, kesho yake wakachaguliwa wote kuwa departmental directors. So I think ENF
you are leading with the majority of the invested master guides. Ni kwa sababu waliamua kukaa upande ambao kuna kanisa. Leaders, we are leading a very big army in this church. The young people. There are so many. The adventurers, the pathfinders, the ambassadors, the young adults. Na tukishirikiana tunaweza kufanya yote kwa utukufu wa jina la Mungu. Amen. Nataka nimkaribishe kabla tutimize jinsi ambavyo fungu limetuambia. Maana fungu limesema tutembee. Na mahali ambapo tutakanyanga patakuwa petu. Kabla tutembee, na ni vizuri hata tunapotembea, si vibaya hata kukanyanga shamba la jirani, maana linaweza kugeuka kuwa letu. Si ndio ni Bwana amesema? Kwa hivyo ni vizuri tutembee kila mahali na Mungu atatupa tuweze kufanya project ambayo ni kubwa. Next year tutakuwa na kampori ya Union katika uwanja huu. 2027 tutakuwa na kampori ya Union, and we are pleading with our leader from ECD ya kwamba kampori yake ambayo itakuwa 2028 iweze kufanyika hapa. Kwa hivyo ndio sababu tunahitaji tutembee. Wale ambao wanaumangwa na miguu tutawaombea, na hao wachungaji msiumwe leo. Mtembee ufike mtoni, uende upande ule mwingine, then urudi, na naamini ya kwamba Mungu atatupa mashamba haya yote. Amen. On the same idea, I wish to welcome my colleague, mchungaji kiongozi wa development. Unajua mimi naongoza watu. Kunaye anayeongoza mashamba na maendeleo. Ustawi wa mashamba na maendeleo si ndara yangu. Hata ninafanya under his consultation. Anaitwa Pastor Kinothia wa Kiorere. Nataka nimkaribishe aweze kuongea nanyi kwa dakika chache, na ndipo tuweze kuondoka tuende tuone hii nchi ambao Mungu ametupa, na baadaye tuweze kudiscuss the future of this place. Kwa hayo mengi, si ndio Mungu aweze kuwabariki. Pastor Kinothia, tafadhali karibu. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Mchungaji Kiengo, Mungu akubariki sana. Asanti sana kwa kutuchorea taswira ya vile ambavyo kiwanja hiki kilichoanza kwa wazo tunafikiria kutoka kwa mchungaji Chepkwony, akakaa chini na viongozi wa idara, na hatimaye ndoto ambayo imetimizwa katika nchi zingine tukawa tuko nayo hapa kwetu Kenya. Nimesikia kiongozi wetu asubuhi akizungumza kuhusu vile tunaitwa kwa mikutano ya kampori kwenda nchi kama vile Marekani na nchi zingine. Na ni kweli nyakati ambazo tunapania kwenda katika maeneo yale, tukiwa watu 5,000 tunapewa ruhusa watu 200. Watu 4,800 wanabaki hapa kwetu nyumbani. Watu 4,800 tuwapeleke wapi? Na ndio maana wazo hilo ambalo lilikuja kupitia kwa mchungaji Chepkwony. Mchungaji Chepkwony, Mungu akubariki. Hilo wazo la kwenda Marekani hatunalo tena. Marekani yetu ndiyo hii. Bwana apewe sifa. This is our America. Hallelujah. Mpindukie mwenzako mwambie Marekani yetu ndiyo hii. Sasa watu wa Mungu, yale tuliyokuwa tunayawaza zamani si mawazo tena, lakini tunaishi jambo hilo. Tulifikiria tungekuwa na kiwanja cha vijana, lakini sasa si fikra tena, kiwanja tunacho. Bwana apewe sifa. Lakini kiwanja hiki nikikiangalia hivi kina mambo fulani ambacho kinapungukiwa. Kwa mfano, nyie mliokaa upande huu, mchungaji Kadhorima amejitahidi sana akawawekea hawa hema, lakini nyie
mnachapwa na jua kweli kweli. Kweli ama sivyo? Walio upande huu pia wanatamani wangetoshea katika zile hema, lakini nafasi ndani ya hema imeisha. Sasa hawa si kwamba wanaota jua na si kwamba ni marafiki wa jua, ni kwamba nafasi imefanya nini? Imeisha. Sasa ningependa kuyachukua mawazo yenu ili tuyatengeneze kwa dokumenti moja inayoitwa master plan. Eti nini? Master plan. Mchungaji Kadhorima, ninaona kwa mawazo yangu siku moja, mwaka mmoja na miaka mingine iliyo hapa mbele, hapa tulipokaa tukizungumuza na hawa watu wa Master Guide wakiwa katika arena nzuri. Je, hilo linawezekana ama haliwezekani? Kama viongozi wa dunia na viongozi wetu wengine ambao hawamfahamu Mungu wana mawazo ya kujenga maeneo kama hayo ya mipira, yaani watu wakiona mpira wanakaa kwa maeneo ambayo hawanyeshewi, hawachapwi na jua, kuna vyoo vya heshima, kuna maji. Je, sisi tunaweza ama hatuwezi? Tunaweza. Ndiyo maana mchungaji, sijui ama unaamini nguvu ya fungu hilo ulisoma hapa, kwamba sehemu ambayo tutakanyanga hakika Mungu atafanya nini? Atatupa. Mchungaji Chepkoni na watu wake walikanyanga hapa mwaka wa 2021. Mali hii ni yetu kwa jina la Yesu. Sasa hata hivi ningependa tuwe na ndoto kwamba kwa miaka kadhaa inayokuja hapa mlipokaa tunaweza tukawa na arena nzuri ya kubeba watu kama 10,000. Inawezekana ama haiwezekani? Basi hatimaye, kulingana na vikundi ambavyo mmepangwa na mchungaji Kadhorima, sijui mtakutana leo ama ni lini, lakini wakati mtakapokutana, vikundi ambavyo mchungaji ameviita workshops, naomba katika mambo mtakayoenda kujadili pale, muniletee majibu yaliyonakiliwa yanayojibu maswali haya matatu. Swali la kwanza: do you appreciate the idea of bringing the Masai Mara Youth Camp into international standards? Hiyo tunahitaji kwenda ama tujibu sasa hivi? What is your answer? Yes. I didn't get that. What is your answer? Yes. Huenda hamukusikia kile nimeuliza. Do you appreciate the idea of bringing Masai Mara Youth Camp into international standards? Yes. Bwana apewe sifa. Mchungaji Kadhorima, hiyo tick. Number 2. What needs to be improved in this Masai Mara Youth Camp in your opinion? Do you have opinions over the same? Yes. I would want to pick those opinions. Kindly, when you go to your workshops, besides the other discussions that you shall be doing, help me answer this question. Or if you, whatever it is that you'd want to be improved in this Masai Mara Youth Camp. For instance, Pastor Kadhorima and Pastor Chepkoni tried. I have seen several ablution blocks here, but in my opinion, I thought the ablution blocks would have been distributed all over the 100 acres. True or false? Nimejaribu kutembea hapa jana usiku, nikaona kuna huu mwangaza ambao umewekwa wa hizi taa, lakini nimeenda katika kambi zingine ambazo hakuna mwangaza wa kutosha. Kweli ama si kweli? Sasa naomba kupata hayo mawazo yenu. Ni nini kwa mawazo yako ambayo ungependa iweze kuwa improved
katika eneo hili. Swali la pili, what in your opinion do you think needs to be put up in this Masai Mara youth camp? What in your opinion do you think needs to be put up in this Masai Mara youth camp? Let me ask you, ukiangalia hivi kuna vitu ambavyo unaona tumepungukiwa? Kwa mfano, kumbe kuna vitu hamuna. Sasa naomba kupata hayo mawazo yenu, na sasa mtakapoenda katika vikundi vyenu hivyo vya workshop, aidha leo ama kesho, naomba kupitia viongozi wenu hiyo iwe ni agenda moja. Muijadili, muiandike, na mkiandika kupitia kwa mchungaji Kiengo itanifikia. Nami pamoja na timu yangu nitakaa chini. We shall process your ideas and thoughts into one piece of document called the Masai Mara Youth Camp Master Plan. Bwana apewe sifa. Now, do you think we shall get there? If indeed you believe so, Pastor Kadhorima, nimemaliza kazi yangu. Basi wakienda katika youth camp, katika workshop zenu, natarajia majibu ya hayo maswali mawili, na kwa sababu ya ufasaha naomba niyasome tena. What needs to be improved in this Masai Mara youth camp in your opinion? Number 2, in your opinion, what do you think needs to be put up in this youth camp? Naomba nimshukuru kiongozi wetu Mchungaji Makori, kwa sababu lilipokuwa wazo, baada ya kulifanyia kazi na baada ya miaka ya zamani kuwa na kambi ya vijana iliyokuwa kule Watamu, Mchungaji Kiengo, nataka kukuambia Watamu Youth Camp is just a small part of land. Hata kama iko katika beach, but it is less than 10 acres. But look at this. Through the wisdom of our leaders, 10 acres were converted into 126 acres. Bwana apewe sifa. Ndio maana viongozi wetu na kamati yako, asante sana Mchungaji Makori, kwa sababu ya kuliweka hili wazo likafikia. And officially, Pastor Kadhorima, now you have work to do. Maybe in Nairobi you have some office work to do, but here in the ground you have more tougher job to do. Pastor, kazi kwako. Mungu awabariki. Tunashukuru sana kiongozi wetu, kiongozi wa maendeleo. Naamini ya kwamba tumesikia, tutashirikiana. Tuko hapa wote pamoja na ministerial secretary ambaye atasaidia wachungaji na wazee wa makanisa na mashemasi tunapoomba sandaka pengine kanisani. Of course sisemi tutaomba, because tukisema master guide atoe 1,100, we are 7,600 and something master guides within this union. Tukisema tutoe 1,100, tunaweza toa pesa ambayo inaweza tengeneza gate ya heshima, gate ambayo inaona gari inafunguka, achana na zile unaita soja. Gate zile mko nazo kwenu, gate inakuona inafunguka, unaingia inafunga. Yani si stress unyeshewe ukifungua, hapana, inakuona tu inafunguka. Tutatengeneza kitu ya master guide, inaona, ina sense crown ya master guide, inakuruhusu ingie. Niyo ni 1,100 tu. Tukitoa 1,100 tunatengeneza gate. Then tukitafuta wachungaji watoe 2,200, tumeweka perimeter wall. Then tunarudi kwa baba yetu Pastor Makori, tunamwambia tumetengeneza ukuta umefika mahali, tunahitaji tusaidiwe kutengeneza barabara. Na kama saa hii contractor kwa hapa anaweka rami, tunaweza ongea na serikali ifanye hii kuwa extension ya hiyo barabara.
ya kwamba iwekwe rami, si mbali, ni kama kilomita 1, aweke rami kilomita 1. That is possible, na naamini ya kwamba tutaweza kabla twende. Maana sasa baada ya hapa tunatoka, tutateremukia hapa mpaka tufike Mutoni, then to turn left tufike huko mwisho, then tutarudia upande huu. Kabla tufanye hivyo, nataka nimkaribishe kiongozi wetu, kiongozi wangu mchungaji Daktari Makori aweze kutuletea viongozi wengine ambao wako pamoja nasi. Karibu kiongozi. Asante sana Pastor Kadurima na Pastor Advaksad. Sasa hebu sikiza. Unajua kazi hii ambayo tumeelezea itahitaji kitu inaitwa administrative actions. Unajua hii ni kuzungumza, lakini kila kitu mpaka kiwekwe hapo, watu waseme tumekubali. Sio hii maswali mlikuwa mnaulizwa. Kuna ile ambayo inaitwa executive committee actions, ambayo inafanyiwa auditing. Wanasema walipitisha vizuri. Hata hii master plan na kila kitu, huwezi kuleta mtu hapa draw malize, it must go through a committee. Na wale ambao wanaenda kwa kamati ndio wenye viti, presidents. Ndio maana nilijaribu sana every Thursday niliwaambia kumbuka kuna Easter na mpaka muwepo hapo, na nikasema nitatangulia hapa, and the good news ni kwamba kila mtu atafika hapa, lakini wengine watafika kesho, maana walikuwa na yale ambao yalikuwa yamewabana sana. So kabla hatujaenda kuangalia hiyo, niseme hivi. Shamba hili sio youth department imenunua, ni union. Kama mzee, yes there was seed money, lakini the greatest investment ni ya union. Hata title zote union imepata. Kwa hivi hii ni nchi yetu. Najua sisi pale tunapakana na Wamasai. Wamasai mmoja alienda akanywa pombe. Alipokunywa pombe akalewa, akaleta fujo hapo, akalala njiani, akalemewa akiwa amefika katika ardhi yake. Kwa hivyo askari wakamshika, ulileta shida. Halafu alipokuwa anajitetea alisema, askari nikuulize, uliponishika nilikuwa nalala wapi? Akamwambia mahali fulani. Unajua shamba hiyo ni ya nani? Ni yangu. Akauliza jaji, kama mtu analalia shamba yake kuna makosa wapi? Mimi nilikuwa nalalia shamba yangu. Nilikuwa nalalia shamba yangu. Kwa hiyo mmesikia hiyo? Mimi nilikuwa nalalia shamba yangu. Na ilikuwa karibu na kwa Kikwai huko, lakini sehemu ya Romosha. Wapi makosa? Alafu jaji akacheka akasema, wewe hauna makosa, enda. Kwa hivyo kulalia shamba yako hakuna makosa. Sisi hapa tunalalia shamba yetu. Ni yetu, tuna title, hakuna mtu atakuja kutushika, hakuna mtu atasema mnapiga kelele. Kwa hivyo sisi nalalia shamba yetu. Kwa hivyo union imepatia youth department 126 acres. Na hiyo from the presidential executive order, nobody is going to touch it. Amen. Every title is written Masai Mara Youth Camp. Na hakuna kamati itaenda kubadilisha huko ilete hoteli ya union kama ilivyofanya Watamu. Hata ingawa nilikuwa huko,
kama secretary. Ni mimi nilimove motion hiyo, lakini sasa hatutaruhusu yeyote awe mwenyekiti ama secretary amove motion. Hiyo kimove motion hapo inaangushwa mara moja. So 136 acres is for the youth camp. So hayo mawazo sasa ni kama baba anapatia kijana shamba, develop it, lakini msiuze. Msiuze, hiyo hatutakubali. Mzee atakubali. Kwa hivyo nataka nilete officers ambao wamekuja officers kuja hapa of fields and conferences. Come. Even if we had introduced you, come. Hawa ndio wenye kamati full. Wenye kamati. Na kamati ina membership ya 50 na tumesema wakifika 15 that is quorum, na presidents ni kama wanafika hapo. Nikiongeza departmento tumeshinda quorum. Hata nikikalisha kamati hapa tunaweza kupitisha vitu, lakini hatuharakishi hivyo mpaka master plan imekuwa hapo, mmeleta mawazo tumeweka hapa. So Dr. Chepkwony alienda maana anashughulikia kitu, lakini atarudi hapa and you can see the commitment. Niliwaambia huyu awasalimii tena. Pastor Elijah Onyanja ni kiongozi wa South Kenya Conference katika mambo ya pesa, na yeye amesikia hiyo mambo. Pastor Peter Mwadhi ni president wa conference hii ya Central Rift Valley Conference. Pastor Stephen Ongige is the president South Kenya Conference, na Pastor Job Obara is the executive secretary of South Kenya. Kwa hivyo ninyi mlikuwa mmewasalimia. Waliokuja baadaye, these are 3 presidents. The president of Central Rift Valley Central Kenya Conference, Pastor Geoffrey Wanyoike. Wapendwa katika jina la Yesu, Bwana asifiwe. Asanteni sana, Mungu awabariki. Hii eneo ni nzuri, tumefurahia sana na jina la Bwana litukuzwe. Our CFO from Central Kenya Conference yuko miongoni mwetu. Anaweza kuja hapa na yeye aweze kutusalimia. Pastor Uwola wa secretary ako karibu kufika. Asante sana. Kama alivyozungumza hapo, nafikiri mswada ukiletwa hawezi kupinga. Si hata unamesikia. Huyu ndiye president. Asubuhi tulisema ENF is the majority here. Wale wajumbe Pastor Benjamin walileta hapa, hata wapili sio nusu. Wao waka 800 plus. South Kenya namba 2 walikuwa 400. So naona hata si nusu. Pastor Frederick Maweo. Master Guides, nataka niwasalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Mungu ni mwema. Sisi tuko nyuma ya development ya camp hii ili kuwe katika international standards. Asante. Asante sana. Na walikuwa wako wakati huo. Hawa ndio niliwaambia bahati ya the youth department contributed immensely katika the leadership. Naye alikuwa youth leader, sasa ni president. Na huyu alikuwa youth leader, sasa ni president, Pastor Benjamin Mutugi from North East Kenya Field, based pale in Meru Town. Master Guides, na wasalimu katika jina la Bwana Yesu. Amjambo. Inua mkono tupungiane hewani. Bwana asifiwe. Pastor Maweo ni linda wa majority ya Master Guides, na bado nashikilia mimi ya Pathfinder. Unakumbuka tangu wakati ule sasa 9,000 out of 18,000 yawe ivunjwa. Nimeachia Maweo ya Master Guide.
lakini ya Pathfinder unakumbuka ile maneno. Mimi nashukuru sana kwa sababu ya nafasi nimejaliwa na Mwenyezi Mungu kuona, kama vile Simeoni alisema ya kwamba kabla sijafa nimeona wokovu wa Bwana. Tumefurahia kuona ya kwamba Oshkosh inaweza kuja Kenya, na tena zaidi ya kuja Kenya imekuja East Kenya Union Conference. Kwa hivyo Mungu awabariki sana, na hapa naona hata tukitengeneza kiwanja ya ndege. Mungu atubariki. Kiwanja ya ndege iko karibu hapa, kwa hivyo hatuwezi kutengeneza mbili. Mulipopinda tu mkaacha hiyo ya kwenda Bomet, mulipopinda tu hivi karibu na hiyo market hapo kabla ya mto kuna kiwanja to your right. Mr. Peter, niambie ingine. Koech ndiye treasurer or CFO of South Rift Valley Field. Na mnaona we are very, very selective. We bring president and treasurer. President and treasurer. Ili president akisema tulipitisha, treasurer hawezi kusema unafikiri pesa inatoka wapi. Ndio maana hapo Peter tusalimu. Nachukua nafasi hii kwa salimu nyote. Hamjambo? Hamjambo tena. Tubarikiwe sote. Haya, wengine watakuja kesho. We shall be full house. Thank you very much, Pastor Kadurima. Lakini ile wa Central Kenya Conference Gadi alienda wapi? All right. Sawa. Tunashukuru sana viongozi wetu. Viongozi wanauliza kama ni rahisi kuongoza watu karibu 4,000 kutembea. Lakini kama Musa aliweza bila wifi na bila smartphone, bila Google Map, ni sisi unaona kama tutashindwa kweli? Tutapeana pin. Tutapeana barabara. Hii barabara inahitaji wekwa kwa Google Map. Barabara ambayo tutapita, maana tuna wataalamu ambao wanaweza kufanya hivyo. Kwa hivyo baadaye kama saa 12 hivi na dakika 40 tutakuwa na lesson discussion ambayo itafanyika na Hope Channel hapa. Kwa hivyo tunawakaribisha ili zote tuweze kuhusika tunaposubiri vipindi vingine vya jioni. Sasa karibisha mchungaji Malaki Owiti aweze kutumalizia mkutano, na ndipo naomba tafadhali tukitoka hapa tunaenda kutembea kwa sababu ya wingi wa watu. Ile barabara ambayo itatutosha ni Paul Chepkwony Highway, ndio barabara ambayo tutatumia. Ilikuwa inafika mahali kuna barabara ilikuwa chini, sikumbuki ile ya mwisho kabisa kama ndilikuwa Paul Mutai. Kuna barabara ya mwisho karibu Mutoni ilikuwa inaitwa Paul Mutai, if I'm not wrong. Then tukifika Mutoni kuna barabara za kurudi kushoto, then kuna barabara nyingine ya kurudi ili tuweze kurudi. Lakini kwa sababu hatutoshani miaka na pia nguvu ya mwili, ukifika Mutoni na umeguza maji na umesikia umeremewa, hautazunguka
mahali pengine unaweza kuanza kurudi polepole, lakini usiacho peke yako. Lakini wale wataweza, na Biblia inasema watakaovumilia mpaka mwisho ndio watakaookoka. Kwa hivyo ni vizuri kuvumilia hadi mwisho. Kwa hivyo mchungaji, basi kuna matangazo machache. Kuna mmoja wetu ambaye labda aliweza kuchukua simu na si yake. Basi tunaomba uweze kuregesha mahali ulichukua kama umegundua si yako, ili mwenyewe apate. Ya pili, kila entity wataleta watu 15 wa drill. Kwa hivyo watu 15 wa drill kwa kila entity wataweza kukutana hapa tunapotoka. Ya mwisho, baada ya kutembea, CKC delegates, all CKC delegates watakutana na Pastor Mose hapa next podium. Mungu wa mbingu awabariki. Tuweze kusimama na tuombe. Tunasema ni asante Mungu wa mbinguni kwa sababu umekuwa mwema kwetu, umetuongoza mpaka wakati huu. Tunajikabidhi mkononi mwako tunapotoka kutembea, kuangalia sehemu uletupatia kwa ajili ya kazi yako na kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Mungu wetu, upate kuwa kiongozi wetu njiani hadi tutakaporudi. Tutakaporudi pamoja, tuwe na wazo ya kufanya mahali hapa iwe mahali bora pa kutukuza jina lako. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini.